Nikwambie kwamba muamini kama muamini aliyeamini katika Kristo kamwe hawezi kupoteza wokovu, kwa sababu wewe fikiria, kama haiwezekani mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke kurudi tumboni, vivyo hivyo haiwezekani muamini kupoteza wokovu kwa sababu amezaliwa katika Kristo, ameamini. Majina yangu ni Enoki P Empire. Kwa hiyo habari njema nilionayo ya kufikia neno la Mungu kila siku. Malengo yangu na mazumuni ni wewe hapo kulijua neno la Mungu. Habari njema nilionayo ni kwamba Bwana anakupenda na Bwana ana haja nao. Neno la Mungu linasema kwamba ukisoma kwenye kitabu Yohana wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa kwanza, nitasoma hapa. Anasema kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Kwa hiyo kuna kudhaliwa na Mungu na kudhaliwa na mwanadamu. Iko mara mbili. Kuna kuzaliwa na watu kama hivi tulivyozaliwa, kila mmoja alizaliwa na mama yake hivyo. Lakini kuna kuzaliwa katika roho. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Mungu amezaliwa na Mungu. Na kingine ambacho watu wengi hudhania kwamba huenda kinaweza kutokea leo, nataka nikwambie kwamba muamini kama muamini aliyeamini katika Kristo kamwe hawezi kupoteza wokovu, kwa sababu wewe fikiria, kama haiwezekani mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke kurudi tumboni, vivyo hivyo haiwezekani muamini kupoteza wokovu kwa sababu amezaliwa katika Kristo, ameamini. Ukisoma hii sura ya 4, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kuushindako ulimwengu. Anasema sura ya 5 hapa, anasema mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anayeushinda ulimwengu ni yule anayeamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo ukiamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, umeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Na matarajio tuliyonayo ni kuingia kwenye ufalme wa Mungu, ni kuingia mbinguni, kwa sababu shida na matatizo tuliyonayo hapa duniani hayawezi kukoma kamwe, hayawezi kuisha, lakini iko siku yataisha tutakapourithi ufalme wa Mungu. Tayari tuko mbinguni, tunaishi mbinguni katika ulimwengu wa roho. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafilipi, Biblia inasema nasi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtarajia au tunamngoja Bwana wetu Yesu Kristo atakayeubadili mwili wetu huu wa unyonge upate kufanana naye. Kwa hiyo Yesu au Kristo tunaishi naye na tunatembea naye na tuko naye. Kwa hiyo kitu kilichobaki ni huu mwili kubadilishwa kufanana na mwili wa Yesu Kristo, kufanana na mwili wa utukufu wa Yesu Kristo. Kwa hiyo sehemu yoyote ulipo, hapo ulipo, hebu muamini Kristo, kwa sababu yeye ndiye aliyekufia, yeye ndiye aliyetufia pale msalabani. Yeye ndiye anayejua shida ulizonazo, yeye ndiye anayekujua mama, yeye ndiye anayekujua baba. Hapo ulipo muamini Kristo, kwa sababu jicho lake linaona, hata kama uko ardhini, hata kama uko juu, sehemu yote ulipo Bwana anakuona, na Bwana anakuona hapo ulipo kwenye shida. Hebu mwambie Kristo, nina haja nawe. Hebu mwamini Kristo kwamba Bwana wanijua, kwa sababu nimekwambia, ukisoma kwenye kitabu kile cha Yeremia, anasema kwamba kabla hajakuumba alikujua. Kwa hiyo Bwana anakujua, Bwana anakujua. Hayo mateso unayoyapitia Bwana anayajua, shida unazozipitia Bwana anaziona. Shida tu ni wewe kuchukua nafasi ya kumwamini Kristo, ukasema Bwana, niko hapa mtoto wako. Bwana, nena nami, sema nami jioni ya leo. Nena nami, sema nami jioni ya leo au asubuhi ya leo. Ninaamini kwamba kupitia hii neema ambayo nimejaliwa na Bwana ya kuongea nawe mara kwa mara kwenye huu mtandao wa YouTube, nafikiri kwamba tutaongea na tutajifunza mambo mengi na tutaweza kubarikiwa sana, kwa sababu Mungu amejalia vema na tutakuwa tukizungumza mara kwa mara na kupatana mara kwa mara kwa muda sahihi.
Kwa hiyo nikuombe tu kuwa na amani. Hapo ulipo Bwana anakuona, na hapo ulipo Bwana anakuona, kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba na yeye ndiye aliyekufanya hivyo. Wewe kikubwa tu ni kumwamini. Fungua ufahamu, kwa sababu ukisoma kwenye kitabu kile cha Waefeso anasema kwamba kitu cha kwanza Ibilisi anachokifanya au shetani anachokifanya ni kuiba ufahamu sana, kwa sababu kitu anachokifanya anasema, ukisoma kwenye kile kitabu cha Efeso anasema kwamba wala usimpe Ibilisi nafasi. Kwa hiyo mtu mwenyewe ndo unampa Ibilisi nafasi, kwamba shetani, karibu njoo utumike. Kwa hiyo ukishampa mindset yako, yeye kitu anachokifanya anakurubuni, alafu anakaa pembeni, ana relax. Kwa hiyo anayeanza kutenda kazi ni wewe, anayetumika ni wewe, anayefanya kazi ni wewe, anayeonekana ni wewe. Wewe ndio umempa nafasi Ibilisi, kwa sababu anasema kwamba chanzo cha mtu kufanya dhambi huwa ni tamaa, sio Mungu. Mara nyingine humsingizia Mungu kwamba Mungu humjaribu mtu, kwamba Mungu ndiye anayeshusha mapigo ya watu. Hapana, Mungu hawezi kushusha mapigo kwa mtu. Wewe fikiria tu, Mungu sijui mnamchukuliaje, mnamchukulia kama kajitu, kama mnyama gani? Wewe fikiria tu, Mungu kwetu ni baba. Chukulia tu kama baba yako, si ndio? Aagize majambazi waje wakupige, wakuvunje, alafu eti ndo ajitokeze, mimi baba nimekuja kukusaidia. Huyo atakuwa ni baba ambaye ni chizi, kwa sababu Mungu wetu hawezi kufanya vitu vya namna hiyo. Mungu wetu ni wa upendo, na Mungu anatupenda hakika kweli. Nikisema kwamba Mungu ni wa upendo, hebu fungua mindset yako, fungua ufahamu, hebu mkaribishe Bwana kwenye maisha yako aweze kusema nawe. Usimruhusu Ibilisi afanye kazi ndani mwako, usimruhusu shetani, usimpe nafasi. Hebu mwachilie Kristo afanye kazi, atawale katika maisha yako. Naamini utabarikiwa sana. Amen.